na ukarabati wa miundombinu katika hospitali ya mji wa Mafinga yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 3,13,326,225 na senti 13 ikihusisha shilingi milioni 900 za ujenzi wa maternity complex, ICU, laundry, ambayo pia baada ya kukamilisha majengo haya matatu, fedha iliyobaki ilitumika kujenga walkway kwa ajili ya kuunganisha majengo mapya na ya zamani. Taarifa ya miradi yote imepatanishwa katika taarifa hii. Miundombinu yote iliyojengwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024/25, 25/26 ni kama ilivyoainishwa hapo chini: ujenzi wa jengo la huduma ya mama na mtoto, yani maternity complex; ujenzi wa jengo la wagonjwa mahututi, yani ICU; ujenzi wa jengo la kufulia, yani laundry; ujenzi wa walkway inaunganisha maternity, ICU na laundry; ujenzi wa wodi ya daraja la kwanza, yani grade 1; ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti, mortuary; ujenzi wa mtambo kuzalisha hewa tiba, oxygen plant; ukarabati wa jengo la kuwahudumia watoto waliozaliwa kabla ya muda, yani NICU. Aidha, ujenzi wa walkway inayoelekea kujengwa la kuhifadhia maiti unatarajiwa kufanyika katika mwaka huu wa fedha 2025/26 ili kuunganisha majengo yote na jengo la kuhifadhia maiti, ambapo hadi sasa halmashauri imekwisha tenga shilingi milioni 30 kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi huu. Pamoja na kukamilisha kwa ujenzi huu, baadhi ya majengo yani ICU na theater bado hayajatumika kikamilifu kutokana na ukosefu wa vifaa tiba, mfano mashine ya usingizi, anesthetic machine, vitanda yani ICU beds, mashine za kusaidia kupumua, ventilator machine, mobile digital x-ray machine kwa maana mashine ya mionzi ya kutembea, mashine ya kupimia umeme wa moyo ECG machine, pamoja na mashine ya kuangalizia maendeleo ya wagonjwa yani patient monitor. Hospitali ya mji wa Mafinga imeendelea kununua vifaa tiba ambavyo vimewezesha huduma kuendelea kutolewa kwa kiasi. Aidha, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga ameandika barua ya maombi ya vifaa tiba kwa katibu tawala mkoa ili majengo haya yaweze kutumika kikamilifu. Faida zitokanazo na uboreshaji wa miundombinu. Ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kuzingatia ongezeko la idadi ya watu, ongezeko la shughuli za kiuchumi, ukongwe wa hospitali pamoja na hospitali kuwa katika barabara ya lango kuu la Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika